Lakini kwenye huduma ya uimbaji, Bwana sifiwe sana, kuna utumishi uliotukuka. Na ndio maana Bwana sifiwe. Na mimi ni mchungaji lakini muimbaji. Bwana sifiwe. Asante mwangalizi ni mhubiri na ni mhubiri wetu wa taifa. Bwana sifiwe sana. Jamani Bwana sifiwe. Kwa hiyo unakuta mhubiri sasa waimbaji wana viburi, waimbaji wanacheza. Waimbaji. Lakini kuna kakipengele hapa. Bwana sifiwe. Ni utumishi wenye heshima. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Pigia Yesu makofi mpaka mbinguni wasikie. Kwa hiyo ni kuongezee kitu, sema amen muimbaji. Hiyo rangi ni huduma, utumishi wenye heshima. Mwambie jirani yako utumika kwa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uwe mzalendo na kanisa lako. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Yako kwenye hiyo nembo. Kuna kitu ninataka nikuongezee. Amen. Kwa kiongozi wa ibada. Hebu sema kiongozi wa ibada. Kwa kifupi nitaeleza kiongozi wa ibada. Ninaomba wewe muimbaji, mpigaji, mwanakwaya, muimbaji binafsi kama mimi, imba katika roho. Mimi mwenzako naimba katika roho. Na wasipendi huduma yangu mtu aisalau, nichukulie kawaida. Bwana asifiwe sana. Jamani Bwana asifiwe sana. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na kama alivyosema mtu wa Tehama, unapoimba naimba. Wewe mwana DMS, simu yako nayo nzuri. Mmepiga hapa worship yenu kanisani. Nina vijana wangu pale wa media, naambia watu wanapoimba tenzi, chukua tupa, kwa sababu kuna watu wa zamani wanapenda wakiona hapa tunaimba tenzi, watasema lile kanisa wanaimba tenzi, watakuja. Kwa kuna watu wamekaa tu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na simu yangu naunda bando la mwezi mzima 20,000 ngapi. Na hapa simu, chukua watu wanapo, na watu imbeni katika roho. Naambia imba, kuna watu tutawavuna huko. Alichokuwa naongea habari ya Tehama. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Naambia imba tenzi, imba. Kuna vitu nataka niongelee hapa kwenye habari kwa kiongozi wa ibada. Hebu sema kiongozi wa ibada. Rudia tena, sema kiongozi wa ibada. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Nitaongea haraka haraka kulingana na muda wetu. Nini maana ya ibada? Ibada ni hali ya kuonesha heshima na kicho kwa yule unayemwabudu. Pia ni hali ya kusujudu kutoka ndani. Hebu sema kutoka ndani. Imba kutoka ndani. Bwana asifiwe. Mimi ni muimbaji lakini kuna watu nakinzana nao, baba mwangalizi. Kuna watu wa praise ambao hata ningewaona kwenye video, nasema hii sasa sio. Kuna mtu ana huduma, ni mwanaume kama mimi, lakini muonekano wako nakuta mwingine amesuka marasta. Jamani, si tumeona watu tunafuatia ma praise na pambio zao tunaimba. Mimi mpaka nikifika kanisani nakuta praise wanapiga zoezi wa yule mtu, naambia usilete upagani, achana na hiyo nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Kwa sababu ninajua nini maana ya ibada. Ibada ni hali ya kuonyesha heshima na kicho kwa yule unayemwabudu. Pia ni hali ya kusujudu kutoka ndani. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Ibada sio kwamba nionyeshe utaalamu wangu, no. Lakini natakiwa nionyeshe kusujudu kutoka ndani. Lakini ni kumweka Mungu juu ya vitu vyote vinavyozaniwa kuwa vya thamani. Bwana asifiwe. Yani mwana praise unapokuja ibadani, jamani Bwana asifiwe, moja unamweka Mungu juu ya vitu vyote ambavyo wewe unaona ni vya thamani. Ukishamweka juu, hutasubiri kubembelezwa na mchungaji, kupigiwa simu. Unajua hili ni eneo langu, ni mwanakwaya. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Na utakapoingia kuimba, maana yake unajua huyu ninaye muimbia, haleluya,
ni Mungu ambaye yuko juu ya kila kitu cha thamani ninachokijua mimi. Ningesikia amen kama mtu mmoja ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tutapata wapigaji wenye moyo wa ibada, ambaye akikaa hapa anapiga kutoka ndani. Haangalii nani amenikwaza, nani amenijeruhi. Waimbaji akishika maiki anajua niko hapa namwimbia aliye juu, ambaye ni wa thamani kuliko vitu vyote. Siimbi kwa ajili ya jambo jingine lolote. Bwana Yesu asifiwe. Tukipata watu wa namna hiyo kwenye kongamano kama hili, ninaamini wana DMS wangekuepo hapa wengi, makwaya yangekuepo hapa mengi. Haleluya jamani, haleluya. Maana kila mmoja anamjua Mungu anayemwimbia. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, unamwelewa mkurugenzi Mwangila? Mimi napenda kuimba bwana, hunitoi kwenye mziki. Bwana asifiwe. Ukija kanisani kwangu mimi mchungaji, utanikuta na seti ya vyombo kama hii, kwa sababu napenda mziki. Hakuna hata mia ya mshirika, hata kamba, hata ubwaya. Ameniongezea mwangalizi, naenda kuwafokea. Umeniongezea, manake nimewalemaza. Kila kitu wanakuja mchungaji, maiki. Nimenua mamaiki ya rida pale kutoka mamaiki makubwa yanayohusu rida tu. Hazingiliani na watu wengine wa kuhubiri wa nini. Nimenua kila kitu. Sasa wasema baba tunataka kinanda kikubwa, wana kinanda kidogo. Umeniongeza, naenda kusema pumbafu. Tafuteni hela. Shenzi kabisa. Mmezoea vibaya. Yaani ulipokuwa unahubiri hapo umeniongeza. Bwana sifiwe. Walikuwa wananiomba hata beti. Nikamwambia sikilizeni. Nikamwambia saizi asante pale umeniongeza, kumbe nikamwambia saizi iwe ni swala la betri, swala sijui la nini, DMS mjue. Alafu nikawapa na tekniki, mtapata wapi hela. Nikamwambia si nyinyi mko hapa kanisani, andaeni ibada ya kusifu na kuabudu. Kila mwishoni mwa mwezi wekeni ibada moja hapa kanisani. Kwaya hapa alikeni na zingine. Nikamwambia baada ya ibada ya kusifu na kuabudu, mimi ndawahamasishia jamani mje kwenye ibada na mje na sadaka. Nikamwambia kwenye hiyo ibada tutatoa sadaka. Hiyo sadaka ndio mfuko wenu. Mwe mnanua betri, mnanua nini, busa ikiungua mtengeneze, sijui nini. Sitaki usumbufu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Nikamwambia mbona mnamtaji? Na nikasema pale kanisani kwangu, kila kwenye tamasha lenu la mwisho wa mwezi, kwaya za hapa sio mbebe, mnabeba sadaka, na kila kwaya mje na shilingi 20,000. Waimbaji binafsi 10,000. Nyinyi wenyewe mnakuwa wadau kwa ajili ya kutunisha mfuko wenu. Msimsumbue mchungaji, busa imeungua baba, busa imeungua. Nini? Baba sijui. Bwana sifiwe. Umeme muhakikishe upo, ndio idara ya muziki. Munanisaidia. Saizi ameniongezea na mwangalizi. Kile kinanda wanachonidai nimewanunulia vyombo vya kutosha. Inatosha sasa. Tena niliimba na wimbo. Hivi naenda kufoka Jumapili. Tafoka Jumapili, kumbe nimechukua kwa mwangalizi. Tasema pumbafu hamna adabu. Nimewanunulia hata hicho chenyewe kidogo nilinunua mwenyewe. Nilinunua mwenyewe 1,500,000. Ni kikubwa cha hiki hapa chenye ni PCRS 400 na 1,000,000. Wasema baba tununulie kikubwa cha 700 au 900. Aha. Sasa nimechukua nondo hapa. Watanitambua. Pigia Bwana Yesu makofi mengi. Sikiliza nikuongeze kitu, sema amen. Sema amen. Kwa hiyo tunapomzungumzia kiongozi wa ibada, maana yake tunamzungumzia mtu ambaye yeye kwanza anaishi maisha ya kumheshimu na kumhofu Mungu. Muangalie jirani yako, mwambie muheshimu na kumhofu Mungu. Mwambie uwe mtakatifu mpendwa. Mwambie umheshimu na kumhofu Mungu.
lakini ni mtu ambaye ameyatoa maisha yake yote kuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Mungu. Bwana sifiwe. Mchungaji ajivunie wewe. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Sema mchungaji ajivunie mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ni soloisti usiwe na kiburi. Bwana asifiwe. Ukiwa praise reader usifanye leo ni ngoja ili waone usamani wangu. Bwana asifiwe.